Haleluya, Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tena tumekuja na njia nyingine ya nne tena tukuje kujadiliana wapendwa. Wanaofuatilia bado najua kuna venye tunaenda kufahamiana, kuna venye tunaenda kuinuka tena, kuna venye tunaenda kujengana. Asanteni sana kwa wale ambao wako na hii nia ya kuwezesha na kusikiza. Katika hii nia ya kuhubiri huku, I'm not looking for money, I'm not looking for anything, brethren. It's just I have this burden of us understanding on how to live, on how to for us to be uplifted. I know what I'm doing today. My generation, somebody is going to help my generation and the same way. Bwana Yesu asifiwe. Vile naenda kusaidia hapa sasa na kuna mtu atakuja kunisaidia mbele kule. Kwa sababu naamini kwamba chochote ambacho nakifanya duniani ni kitu ambacho naenda kukipokea tena. Chochote unafanyia wenzako ni kitu ambayo pia watoto wako watafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasemanga ukicheka kilema bishua na wewe kati yali kuzaa kilema. Nami hapa napokuletea haya najua kwamba this advice I'm giving out and my sons and my daughters whenever they are going to be, whatever they are going to growing unto my family, itaenda kufanikiwa na haya kwa sababu ni mbegu napanda. Haleluya. Now, tukuje kwa njia nyingine ya nne. Njia ya nne ni njia ambayo kila mmoja anaijua, ni njia ambayo kila mmoja anayo, na kwa kweli hii ni njia wengi wako nayo lakini wengi wanaitumianga vibaya. Wengi wanaitumianga vibaya, na katika ile hali ya kutumia vibaya imeleta sisi kukula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Now, ni njia ambayo kila mmoja nao na wengi wanayotumia, alafu sisi wengine tunaopitia wengine kutoka matunda wengine ni wazazi. Siji kama umenielewa. Wazazi hapa ndio wametumia njia vibaya, wazazi hapa ndio wametumia njia katika hali ya kupoteza vizazi vyao. Ndio maana unapatanga mzazi hata kama unasomesha mtoto bado unasomesha kuwa burden, unasomesha ng'ombe, unauza ng'ombe kuja kulikana ng'ombe nyumbani. Unakaa mzazi, unatoa kila kitu, unatembea uchi, lakini baada anaposoma anaporudi anakuja kukaa tena mama nyumbani. Mnakuja kama mama wangapi? Wawili. Unakuja kwa baba wangapi? Wawili. Unakuja kwa wazee wa kijiji wangapi? Wawili. Kwa sababu hata wakisoma bado hatuna mafanikio. Mdomo, brethren, mdomo uko na nguvu. Hii ni njia nyingine ya nne ambayo ni mdomo au kinywa. Kinywa chako kiko na nguvu. Ukiangalia kile kitabu cha Methali, Proverbs 18, when you read Proverbs 18:21, nasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi, na wale ambao wautumia ndo watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Nao unapata tunaingishanga maroho katika akili zetu, kwa maisha yetu, kwa sababu vile tunavyojitamkia ni vile ambavyo tunataka vitu vipande. Ni vile okay, as you communicate to yourself, as you always jitabiria kwamba mimi siwezi, mimi hili siwezi, familia siwezi, familia imekaa ngumu, hapo inakuwa ngumu. I want you to take this. Tukiwa shule tuliambiwa kama mathematics ilikuwa ngumu. Kwa kweli haikuwa ngumu, ni vile tuliambiwa tukasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kinywa chetu kikakiri kwamba mathematics ni ngumu. Kilipokiri kwamba mathematics ni ngumu, automatically ikakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kinywa ambacho, hii ni njia ambayo wazazi wengi wameitumia, na wameitumia katika njia ambayo hawaelewi. Na unapata mzazi anaita mtoto wake ng'ombe, mtoto wake anaita mtoto wake mbuzi, anaita mtoto wake majina mabaya. Na acha nikwambie, hiyo ni mbegu tunapanda, hiyo ni roho tunaingisha. Bwana Yesu asifiwe. Na unapata mtoto anapo grow anaanza kubehave like kama mtu ambaye lazima atolewa mahali fulani kwenda mahali fulani. Lazima umwambie kwamba nikienda mvua ikinyesha utoe nguo nje, lazima umwambie ndio afanye. Kwa sababu gani? Ulimuita ng'ombe, na ng'ombe lazima aweze kutolewa kiwanjani ndio akuje nyumbani. Hata kama hana kamba, kwa kweli atakuwa tu ng'ombe tu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunakula matunda ya vile ambazo tumevipanda sisi. Kijana, ulipoingia katika ndoa, ukasema ulipoingia katika ndoa ndio kwa kweli hujapitia vitu katika ndoa vingumu, umefanikiwa, umepata mke ambaye ni wa kukusaidia, mke ambaye kukuvumilia wakati uko nao, mke ambaye kukuvumilia wakati hauna. Lakini kabla ulipoenda nje ukaambia marafiki kwamba ndoa ni ngumu, kwa kweli yako iko ngumu, lakini ulipotabiri kwamba ndoa ni ngumu, ikaanza kupanda, ikakuwa ni mmea. Bwana Yesu asifiwe. Nao tunapata kinywa ni njia moja ya kupanda. Ni njia moja ya kupanda. Yaani mbegu zenye tunahitaji sisi ndio njia moja ya kupanda. Hebu jiulize unajitamkianga nini wakati wa magumu? Hebu jiulize unajitamkianga nini wakati vitu vimeenda mlama? Mama, wakati vitu vimeenda mlama una kodi, unajitamkianga nini? Wengine wetu katika hali ya kutamka tumeleta manyimbo zingine katika akili zetu, tumeleta nyimbo zingine ambazo si zetu. Imagine 24/7 wewe ni kuimba nyimbo tu za shida. Hakuna siku unaweza enda kwa Mungu kuomba Mungu nimekuja hapa leo
tumekuja kusemezana, nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante kwa sababu umetenda. Kwa sababu gani? Tunavuna matunda yale ambayo tumepanda, na yale matunda yote tumepanda, tumeipanda kutokana na kinywa chetu. Matunda yote tunayavuna, tunayapanda kutokana na kutamka kwetu. Je, unajitamkia nini? Mzazi unatamkia nini mtoto? Mzazi unatamkia nini baba? Unatamkia nini familia yako? Unavyoitamkia inaendelea kugrow. Bwana Yesu asifiwe. I want us now to go in a story pole pole. Kinywa utamka kumuita Mungu na pia kumfukuza Mungu. Let me tell you. Kinywa kinaweza tumika kumuita Mungu bado, lakini inaweza tumika bado kumfukuza Mungu. Haje, angalia story ya Job. Brethren, Job alikuwa mtu ambaye hata kama alikuwa katika hali ya ugumu, hata kama alikuwa katika hali ieleweki na binadamu, alifika mahali alitumia kile kinywa kile kuambia Mungu, mbona umenisahau? Mbona mimi hapo umenifanya vile? Hapo ndipo Mungu alipo mtihani wako ulipoisha. Hapo vile Mungu akamfanikishisha. Katika hali yako ngumu, hata nikueleze, katika hali yako ngumu ni njia ya kukupalilisha, ni njia ya kukutengeneza kesho, ni njia ya kukuwezesha. Ni kama fertilizer. You are making a fertilizer onto something, brethren. Kuna vinywa vyetu na vitumianga vibaya. Kazi si ngumu, lakini tumekuwa kama kazi ni ngumu. Kwa kweli si ngumu, lakini tunataka kushikilia kwamba ni ngumu. Kazi kweli inanyooka, lakini tunataka kushikilia kwamba ni ngumu. Hapo kazi kesho unapoamka kwenda kazini inakaa ngumu. Wae, kitu ulipanda leo ni kitu unavuna kesho. Kitu umepanda leo ndio unavuna kesho. Mama, unatamkia mtoto wako malaya, mtoto automatically ataanza kubehave kama malaya. Ataanza kulala nje anajua anaanzaje? Anaanza kulala kwanza kwa mashosho, anaanza kulala kwa maanti, anaanza kwenda kwa maanko after wamefunga shule. Kidogo hivi akatabia kulala nje bila kulala kwa nyumba, kameanza kumea. Kwa sababu gani? Ulipanda mbegu ya malaya. Ulipanda mbegu katika huyu mtoto kumwambia kwamba wewe ni malaya. Hasira zingine nyingi za wazazi kimefanya sinyi mnakula matunda machafu. Mzazi unatamkia mtoto wewe ni mlevi. Mtoto acha nikwambie, unamtamkia mtoto mlevi na si mlevi. Mtoto anaweza kubieka kama mlevi. Anapogrow anajua kama mimi ni mlevi. Umetamkia mbegu, umepanda. Anything we talk, anything we speak out, ni mbegu tunapanda. Kinywa ni njia moja za kuingisha maroho, lakini wengi wanaichukulia kama kawaida. Wengi wanaichukulia kama hali ya kuwezesha kwamba yani hali tu ya kawaida ya kuongea. Matusi ni hali tu ya kuongea, ni hasira. Acha nikwambie, bingu haielewi ni matusi ni hasira. Kadri unavyotamka, malaika ambaye yako zaidi yako, malaika ambaye yako kando yako anachukua information mbinguni. Amejua kwamba umemtamkia malaya, anajua kwamba umemtamkia mzinzi. Mtoto amekosea tu kidogo, mama umekuja umelaani mtoto amekaa, yani wewe una grow, unaona mtoto ana grow vizuri, anasoma ndio, lakini kile kitu ambacho ulipanda ndio atavuna. Haleluya. Na jani kuna wengi hapa wananielewa. Kinywa hiki ni kitu kadogo sana. Ni kitu kadogo sana, lakini kameletelea, kamesababisha mwili mzima kutoendelea, mwili mzima kutogrow, familia mzima kutofanikiwa. Kijana, umekuwa na kinywa ambacho even now ni kucomplain. Umekuwa na kinywa ambacho even now ni kuzungumza tu mambo machafu. Hata nikwambie, whatever we speak unto ourselves. Unaposema uchumi, Ruto ameanisha uchumi juu, maisha yameanza kukaa magumu, hata kama si magumu kwako yanaanza kuwa magumu. Why? Ushapanda. Ningependa tu kama singelikuwa ni muda tujadilie. Hebu tupatane madhabahu jioni tuweze kujieleza hii. Kinywa hii ni gani? Kinywa ni proud, is a very proud. I want you brethren, whenever you are, open your eyes. Open your eyes. Let what you speak out be something that is blessing. Hallelujah. Father, I come unto you, Father. I prophesy to myself, my kinywa, Father, my mdomo will always be a blessing to everyone. Will be a blessing, Father, to myself in the mighty name of Jesus Christ. Mpenda mahali ulipo, kama hujaokoka ni njia moja naweza kuhubiria, ndio naweza kupa haya matamshi yote mbio mzuri, lakini kama hujaokoka ni bure. Baba, okoka. Tupatane jioni tuende kujadiliana ikinya nini katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana za kuamini. Asanteni.